hivi wewe ni mpumbavu au kichwani mwako kuna wadudu? Unawezaje kufanya hivyo? Akamtia kofi. William akaona usimtania, akamtia bonge la kofi mpaka mama yake akashangaa. Wewe unanipiga kofi? Wewe kama nakwambia huwezi kunizalilisha mimi, haiwezi kutokea. Kwa hiyo umekuwa sasa na kusubutu kunipiga? Unajiona unajua kusimamisha, si ndio? Ndio najua, kwa sababu wewe sio baba yangu, sio mama yangu, si lolote. Kwa hiyo kuwa makini. Okay sawa, ngoja nikuonyeshe ulipotokea kwamba naweza kukuzaa. Wewe huwezi kunifanya chochote. Kama nilivyosema, wewe si baba yangu, sio mama yangu, wewe ni shilole tu. Mama akamtia kofi. William akashtuka na kugundua kumbe ilikuwa ni ndoto. William akaamua kurudi kutoka Marekani huku akiwa na mchumba wake mpaka nyumbani. Akagonga mlango huku akiita baba, baba. Mfanyakazi wa ndani anaitwa Annabeth akaja na kufungua mlango, akampushi na kumuuliza babangu yuko wapi? Mama wa kambo Octavia akaja, wow, William umerudi? Akamuuliza yuko wapi baba yangu? William akafoka, ndio kwanza umerudi? Basi kuwa mpole, nimekuuliza swali na unatakiwa unijibu, yuko wapi baba yangu? Octavia akawa na sita na kumwambia bebi wangu amefariki. William akashangaa na kumuuliza una maana gani unaposema bebi wangu amefariki wakati mimi nakuuliza baba yangu yuko wapi? Ndio ni baba yako, lakini kwangu ni baby amefariki, na kuomba kuwa mpole. Inawezekanaje? Naomba unisikilize, nimezungumza naye siku chache zilizopita, unaniambia amekufa? Huu sio muda wa kuuliziana, hata mimi nina uchungu. Yule ni mpenzi wangu, kwa nini unashindwa kunielewa? Na mimi najisikia vibaya. Unachotakiwa uwe mpole kwanza, unapokuwa na hasira utashindwa kunielewa. Kwa sasa ndio kwanza umerudi, unatakiwa upumzike kwanza na sio kuniuliza maswali yasiyokuwa na ulazima kuyajibu kwa sasa. Kwani kitu gani kinachoendelea hapa? Baby, kwa nini wewe anakupigia kelele kama hivyo? Akamuuliza, wewe mwanamke, kwa nini unampigia kelele mwanaume wangu kama hivyo? Octavia akamwangalia na kumwambia, wewe ni nani unayoingilia mambo yasiyokuhusu? Umechanganyikiwa au? Ishia hapo hapo, nafikiri unijui vizuri, ngoja sasa nijitambulishe. Akamwambia, jina langu naitwa Cleopatra, lakini napenda kuita kijenzi sugar pounds au dollars, na ninapokuwa naye wewe huna haki ya kumpigia kelele kama hivyo. Hebu rudia tena. Sina muda huo. William akamwambia, nyie nadhani mnanichezea. Ikabidi apande juu kwenda kumtazama baba yake. Cleopatra akawa na mnyali Octavia pamoja na mfanyakazi wake Annabeth na kumfuata chumba wake William gorofani. William alipogundua baba yake hayupo, akawa amini kama kweli baba yake amefariki. Mchumba wake Cleopatra akamwambia, unatakiwa kuvuta sigara, utulie kwanza, umempoteza baba yako na familia nzima. Baby, hebu vuta, usinifanye nikajutia. Inabidi nifikirie. Ufikirie kuhusu nini? Nimekwambia nyamaza, niache nifikirie. Cleopatra akasema, oh my god, unanifokea jamani baby, unanifokea. Cleopatra akachoka na kukaa kwenye kitanda na kuchukua sigara kwenye pakti na kutaka kuanza kuvuta. Octavia akamwambia William, naomba tuzungumze. William hana muda mchafu wa kuzungumza na yoyote, hasa wewe kinyamkela. Hebu nyamaza cheupe, usiokuwa na joto wewe. Mimi sizungumzi na wewe. Cleopatra akanyanyuka na kumwambia, umeniambia mimi sina joto, basi nazungumza kwa niaba yake. William kwa sasa hana mudi ya kuzungumza na wewe. Akamwita Williams, nimekwambia sitaki kuzungumza na wewe. Octavia ikabidi aondoke. Aliporudi sebleni akamkuta Annabeth bado yupo, akamwambia, nenda kwenye gari la Williams na ukachukue mizigo na kumpelekea chumbani kwake, na waulize wanakula nini, kwa maana mimi sina mudi ya kula tena, ngoja nikapumzike chumbani. Annabeth akachukua mizigo ya kina William na kuingia nayo chumbani. Baada ya kuweka mizigo yao, Annabeth akamwambia William, madamu kaniambia niwaulize kama niwaandalie chakula, kwani tumekwambia tuna njaa? Akamsogelea na kumwambia, nilikwambia kwamba na njaa Annabeth akaogopa, akajua hapa ninapigwa. Octavia akaja haraka, nini kinaendelea? William, kuna shida gani? Octavia akamwambia, lakini sio sababu ya kutaka kuwaumiza na wengine. William akamwambia, nataka kujua nani aliyemuua baba yangu. Hakuna mtu aliyemuua baba yako, kafa kawaida tu. Ina maana uniamini mimi? Basi muulize Annabeth, maana alikuwepo wakati babako anafariki. Octavia akamwambia, Annabeth, unaweza kumweleza kifo cha babake kilivyokuwa, hasa siku aliyopoteza uhai? Annabeth akamwambia, siku hiyo nilikwenda kumpelekea chakula baba yako. Nilipoingia chumbani nikamkuta babako anahangaika kitandani. Kwa hofu nikatoka mbio mpaka sebuleni na kumshtua Madam Octavia kwamba baba yako kapatwa na tatizo. Tuliporudi juu bado alikuwa anaendelea kushtuka. Madam Octavia akanituma nikamchukulia dawa yake ya pumu. Bahati mbaya akafariki. Tulijitahidi kumwokoa baba yako lakini ilishindikana. William akawa bado hajaelewa na kuwaomba muda wa kupumzika apate kutuliza akili. Mchumba wake Cleopatra ananyanyuka na kuwaambia, mtafanya mpenzi wangu apate shida ya afya ya akili. Kaambia nendeni, mnasubiri nini sasa? Mbona mnatukodolea mimacho? Octavia na mfanyakazi Annabeth ikabidi waondoke tu. Walipotoka, Octavia akamuuliza Annabeth, natumai hajakuumiza? Ndiyo madam. Annabeth akaondoka na Octavia pia akarudi chumbani kwake. Cleopatra akaenda mpaka sebuleni. Moja kwa moja akaenda mpaka kaunta ndani ambayo ina vinywaji kwa ajili ya wageni. Akawa anachagua vinywaji. Bahati nzuri akakutana na kinywaji ambacho anakipenda. Akakichukua kisha akamwita, Mhudumu, naomba uniletee glasi ya kinywaji. Akasogea na kinywaji mpaka mezani, kisha akachukua remote, kisha akawasha mziki kwa sauti kubwa na kuanza kucheza kwa kuzusha kiuno chake taratibu. Anakata tu, mara akaanza kujibeniwa kiuno chake na kuanza kucheza michezo yake ya kujaza upepo, nje ndani. Wakati huo mpenzi wake anaangalia picha ya baba yake, amini kama kweli baba yake amefariki dunia na kumwacha peke yake, maana yeye ndo alikuwa mtoto wa pekee. William akasikia makelele sebuleni, akaja na kumuuliza, kwa nini unafanya
kufanya nyumba ya babangu kama club, kisha akazima mziki. Sasa kwa nini unazima mziki? Huoni jinsi ninavyoenjoy? Akamwambia kwani nimekuleta kwa ajili ya hiyo? Ninataka utulivu kwenye nyumba ya baba yangu, siwezi kukaa na huzuni mimi. Baba yako amekufa tayari, kashatangulia mbele ya haki. Yani kwa nini usimwache baba yako akapumzika kwa amani na sisi tuendelee na mambo yetu, kwa sababu haitakusaidia chochote kupambana, halafu hatujaja huku kuishi maisha bora. Baby, mimi nataka nienjoy maisha, hebu achana na hayo mambo. Halafu baby, kwa nini usinipeleke club? Akamwambia sema kitu basi, nazungumza na wewe. Kwa hiyo haya ndio mapenzi unaotaka tuishi, si ndio? Akamwambia nenda mwenyewe ukaenjoy uko club. Baby, Cleopatra akamwangalia William na kumwambia okay, alright, na kuchukua mezani remote ya radio na kuwasha tena mziki. Akaendelea kuruka majoka tu. Cleopatra yeye anachowaza ni kuenjoy tu na sio kitu kingine. Usiku William hakulala, bado anafikiria kifo cha baba yake. Cleopatra akashangaa, William kwa nini bado hajalala? Akanyanyuka na kumuuliza shida ni nini? William hakujibu chochote. Cleopatra akamwambia njoo basi unijaze upepo, uende ukakaa sawa, na ni muda mrefu hujanijaza upepo. William akawa hana mudi na iko kitu, akanyanyuka na kuondoka zake. Cleopatra akakasirika, maana anajua atalala na upwiri wake. Asubuhi Cleopatra anashuka sebleni na kumwita Annabeth. Alipokuja akamuuliza kiko wapi chakula changu? Bado sijaandaa. Una maana gani unaposema bado hujaandaa? Akamuuliza saa ngapi sasa? Saa 3 madam. Sasa kwa nini hujanipikia? Nisamee madam. Akamtia kwenzi, hivi kitu gani kinaendelea? Akamwambia Madam Octavia kaniambia nimpikie kwanza yeye ndio wengine wafuate. Cleopatra akakasirika na kumwambia nakupa dakika 5 tu uwe umeniandalia kitu chakula. Kisha akapandisha juu na Annabeth akarudi jikoni. Octavia akaenda kumwita William chumbani kwake. Cleopatra akafungua mlango na kumsikiliza. Una shida gani? Sijakuita wewe, nahisi masikio yako hayasikii vizuri, unaweza ukanitia William? Hivi una matatizo gani asubuhi kwenye milango ya watu? Wenzio tunataka kujazana upepo kwanza, unakuja kutusumbua. Kwa hiyo naomba tugae nafasi ya kujiburudisha kwanza, hebu nyamaza huko, na kumwita William. Cleopatra akawa anamwangalia tu Octavia. Mara William akafungua mlango na kumsikiliza. Wakasalimiana na kumwambia wakili Mrs. Johnson amekuja, hivyo yupo chini anakusubiri. Akamuuliza amefuata nini? Akamwambia sijui, ila akaniambia nikuite. Kisha Octavia akaondoka zake. William alipokuja akamtambulisha, huyu ni mtoto wa pekee wa chifu anayeishi Marekani, na William huyu ni Mrs. Johnson, ni mwanasheria wa baba yako. Akamkaribisha, nashukuru kukufahamu. Octavia akamwambia kikao hiki ni kwa ajili ya mgawanyo wa urithi, kwa hiyo atasoma urithi. Urithi? Ndiyo, urithi wa baba yako. William akamwangalia mwanasheria na kumwambia baba yangu amekufa, inakuwaje fasta urithi unahitajika? Akamwambia ndio protocol, na baba yako ndio aliandika kila kitu na kasaini, hivyo acha atusomee. Mwanasheria akataka kusoma, hakuna kusoma chochote. William akamwambia babangu amekufa mwezi mmoja uliopita, inakuwaje urithi sasa? Nini kinaendelea? Mr. William, kuwa mpole, usiniambie niwe mpole Mrs. Johnson, sielewi mna maana gani? Mrs. Johnson akataka kuongea, Octavia akamkonyeza na kuamua kutoa karatasi ya urithi iliyoandikwa na baba yake William. Mara sauti ya kelele ikasikika kwa juu, ikabidi William aondoke kwenda juu kuangalia nini kinaendelea. Kumbe Cleopatra aliona kama kivuli cha mtu, akawa anaogopa na kupiga kelele. Kumbe hapakuwa na chochote, ni wengi lake tu. Mwanasheria ikabidi aondoke, huku akimsisitiza Octavia asiwe na haraka. William bado kijana mdogo, kwa hiyo asiwe na haraka sana. William akiwa jikoni akamkuta Annabeth analia. Akamuuliza kwa nini unalia? Annabeth akamwambia nalilia maisha yangu. Annabeth akamwambia William kwamba haya sio maisha niliyokuwa na yatumaini. Akamwambia mimi sina wazazi. Akamwambia pia nimejitambua nikiwa katika kituo cha watoto yatima, sina baba, sina mama, hakuna mtu wa kunipenda. Nilichukulia na familia fulani na nikawa kama biashara kwao. Akamwambia nikaamua kukimbia. Nilikimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yangu. Kiukweli maisha yalikuwa magumu sana mtaani, sikuwa na kimbilio, sikuwa na pakulala, ila bahati iliyotokea kwangu, niliona tangazo la usafi wa ndani na nikaomba kazi. Nilisali nipate kazi na nikapata. Bahati yangu iling'aa, nikapata kazi, lakini sikuwa na pakulala. Wafanyakazi wenzangu walikuwa wanaenda majumbani mwao, lakini mimi nililala ofisini. Baba yako akasikia stori yangu, ndipo aliponileta kwenye familia yenu, ikawa ndio nafuu kwangu. Baba yako alinipenda sana, alinichukulia kama mwanaye wa kumzaa. Nikapata familia ambayo sijawahi kuwa nayo kabla. Alinipatia kila kitu nilichohitaji, na kuna muda nakumbuka mtu wa pekee niliyemtegemea kwa sasa hayupo tena. Naumia roho. Tulikuwa karibu sana mimi na baba yako, na niliamini ndoto yangu itatimia pale aliponiahidi atanipeleka Canada kwa ajili ya masomo. Mzee alimwahidi atampeleka Canada kusoma baada ya kuona juhudi zake za kujisomea, na alipomuuliza kama angependa kuendelea na masomo, Annabeth akamjibu ndiyo nahitaji. Lakini sasa ndoto zake zimepotea kabla ya kupata hiyo nafasi ya kusoma nchini Canada. Annabeth akawa analia kuona ndoto zake za kusoma zimepotea na hana mwelekeo tena. William akamsogelea na kumkumbatia kwa ajili ya kumpa faraja. William akamwambia nipo hapa kwa ajili yako. Annabeth akashukuru huku machozi bado yanamtoka. Wakati wanaendelea kuzungumza, Cleopatra akaja na kuuliza kinaendelea nini hapo? Mnafanya nini nyie wawili? Na kuuliza unafanya nini na uchafu?
Hakuna kitu, najaribu kumfanyia counseling. Counseling? Acha kuongea upuuzi. Unamfanyia counseling huku umemkumbatia? Kama nilivyokuambia hakuna chochote. Kwa hiyo hakuna chochote kinachoendelea, si ndio? Anabeti na kuonya, muda wowote na wakati wowote nitapokuona tena na mwanaume wangu au kumfuata, tahakikisha natoa uhai wako. Umenielewa? Anabeti akaogopa. Cleopatra akamshika mkono William na kuondoka zao. Baada ya siku kadhaa kupita, mwanasheria wa baba yake William akaja. Mwanasheria akaanza kuwasomea urithi ulioandikwa na baba yake kwa familia yake. Last will na testament of Chief Omeka Alba. Akaanza kusoma, mimi ni Chief Omeka Alba, kwa akili zangu timamu naazimia kutoa urithi wangu kwa familia yangu kama ifuatavyo. Naanza kumteua mchumba wangu Octavia kama mmiliki wa nyumba zangu zilizopo Abuja, Lekki, Potako na Lemi. Vitu vyote pamoja na kampuni ya umeme vitakwenda kwa Octavia. Octavia akashangaa, pesa zote kwenye benki zangu, akiba na uwekezaji wa mali za digitali zote nampatia Octavia. Octavia akawa na hema juu juu. Magari yangu yote yatakwenda kwa Octavia, magari madogo yatakwenda kwa mwanangu William, share zangu zote zitakuwa chini ya uangalizi wa mchumba wangu Octavia, my baby. Jamani baby, kweli unanipenda? Atachukua 90% na 10% zitakwenda kwa mwanangu William. Nimefanya maamuzi haya nikiwa sawa na akili zangu timamu na kusaini hii document. Huo ni upuuzi. Ulisi gani unaozungumzia hapa? Huo ni uchafu. Hebu kuwa mpole. Uliona wapi ulisi kama huo akupea Octavia? Kwa hiyo mnafikiri mimi ni mpumbavu, si ndio? Inawezekanaje babangu akampatia kila kitu huyu mwanamke eti aniachia 10% mtoto wake wa kumzaa? Wewe mwanasheria na kuingia akilini? Hiki ndicho alichokiandika. Baba hawezi kuandika hivyo wewe. Mmeniona mimi ni mpumbavu eh? Kwa utamu gani aliokuwa nao mpaka mpatie kila kitu? Hebu acha kunitania mimi. William, kuwa mpole. Wewe usiniambie nitulie. Hebu ondoka na sitaki kukuona hapa. Ukirudi tena utanijua mimi ni nani. William, hebu tulia. Wewe hujajua uhusiano wetu ulikuwaje. Sikiliza, hujui mahusiano yetu. Kwa hiyo unataka kusema baba yako ni muongo? Sasa sikiliza nikwambie. Kilichosomwa hapa ndio baba yako alitaka kifanyike. Sikiliza, najua mchezo mzima mnaocheza. Uchafu una maana gani? Wewe mwanasheria, unaithabati kweli? Huu ni uongo na siwezi kuupokea. William akaondoka zake. Hebu kuwa mpole. Usiniambie huo upuzi. Anabeti huku anajiuliza, amwambie ukweli William au akae kimya? Maana anahisi akisema itakuwa shida na apata karika. William anaingia chumbani kakasirika moja kwa moja mpaka kitandani. Mpenzi wake anamuuliza, shida nini? Mbona unabamiza mlango? William hakumjibu kitu. Mpenzi wake akamwambia, tayari mimi nishajiandaa. Twenzetu basi tukatembee. William akaona huyu ni mpumbavu, akamsukuma na kuondoka zake. Huku mpenzi wake anamwambia, kama uendi nipatie funguo la gari niende mwenyewe. Cleopatra akawa anatafuta funguo ya gari ili asepe. William akawa na mawazo ni jinsi gani ataweza kurudisha mali za baba yake mikononi mwake. Anabeti akaja akawa anamwomba muda kuzungumza naye. William akafoka, uongee na mimi kuhusu nini? Kuhusu urithi. Ndipo William akapoa na kumuuliza, inahusiana na nini? Akamwambia, siku moja baba yako aliniita chumbani. Baada ya kupiga stori akaniambia kama lolote likitokea basi urithi wangu 80% utaenda kwa mwanangu William. Akamwambia 10% zitaenda kwa Octavia mchumba wangu. Kisha akamwambia 10% nyingine zitakwenda kwangu kwa sababu nilikuahidi utasoma, hivyo sitopenda uishie njiani. Anabeti akamuuliza, kwani kuna kitu gani baba kinaendelea kwako? Maana sijisikii vizuri ukisema hivyo. William akamuuliza, una uhakika? Akamwambia ndio na uhakika, na nitakuonyesha dokumenti ya urithi. Maana alitoa kopi mbili, moja akampatia mwanasheria na moja akanipa mimi. William akamwambia twende ukanionyeshe. Anabeti akawa anaogopa. Wakati wanazungumza, Cleopatra akawafuma wanaongea. Akauliza, mnafanya nini hapa? Yaani mimi nilikwambia unisindikize shopping, umeondoka na kuja kuongea na hii bidhaa chafu. Akamwambia Anabeti, nilikwambia nini mara ya mwisho? Nikikuona na mpenzi wangu akataka kumpiga. William akamzuia na kumwambia usijaribu tena kumpiga huyo Anabeti. Mchumba wake akawa anashangaa jinsi Anabeti anavyothaminiwa kuliko yeye. William na Anabeti wakaondoka wakimwacha Cleopatra haelewi nini kinaendelea kati yao. Ungekuwa ungefanyeje? Lakini mwisho wa siku akafanikiwa kuichukua dokumenti ya urithi. Maana Anabeti akaichukua dokumenti chumbani alipoiweka na kumpatia William na kumwomba asiseme kama yeye ndio kampatia. Anabeti akawa anaogopa asije akafumwa na Octavia. William akaondoka zake akimwacha Anabeti akiwa na hofu, ajui nini kitaendelea. William akashuka kwa kujiamini kwenye ngazi akiwa na document na kumpatia mezani. Akamuuliza, hizi nini? Akamwambia angalia mwenyewe. Wakati Octavia anachukua akamwambia, hiyo ndio original copy ya urithi wa baba yangu. Octavia akanyanyuka na kumuuliza, huu ni upuuzi gani? Akamwambia, baba yangu kabla ya kufa alinipigia simu na kuniambia alipoiweka original copy. Octavia akamwambia, mimi sijui hii umeipata wapi. Mimi ninachojua mwanasheria yeye ndio mwenye original copy. Wakabishana kila mmoja akidai kwamba yeye ndio mwenye original copy. Octavia akakasirika na kuondoka na kuingia chumbani. William akawa anamwangalia Octavia huku akimsikitikia. Anabeti akawa amekaa nje akiwa na huzuni. William alipomwona akamfuata na kumuuliza, kwa nini unakaa peke yako? Akamwambia, mara nyingi nikiwa na mawazo napenda kukaa huku kwenye hewa safi na tulivu ili nipunguze mawazo. William alipokaa akamwambia Anabeti, nafikiria kesi kuipeleka mahakamani. Wewe unafikiriaje? Anabeti akamwambia, usiende, haina haja ya kupambana kwa sasa. Akamwambia, inabidi utulie kwanza. Ushahidi halisi unao wewe, hivyo haina haja ya kupambana kwa sababu ukipambana utaongeza tatizo. Akamwambia, sasa nifanyeje? Unatakiwa mpole, alafu mimi nitakuelekeza njia
njia bora ya kuweza kufanikiwa kirahisi. William akamshukuru Annabeth kwa ushauri wake. Siku inayofuata Octavia akamwambia Annabeth aandae chakula cha watu 4 na yeye atawahi kurudi. Wakati anatoka, William akamwambia, nahitaji kujua dokumenti za pesa zinazoingia na kutoka kwenye kampuni, lakini pia nahitaji kujua password za fedha za kampuni. Hivi unajikuta nani mpaka uniulize upuuzi huo? Sikiliza nikwambia, kwa taarifa yako, mimi ndio msimamizi wa hii kampuni na huna haki ya kuniuliza chochote. Akamwambia, haki ninayo kwa sababu kampuni ya baba yangu, hivyo nataka kujua kinachoendelea kwenye kampuni ya baba yangu. Octavia akawaka na kumwambia, mimi sikutambui kwenye kampuni, wewe ni nani? Hivyo sitaki kupigiwa kelele za kuniamrisha. Octavia akamtukana William na kuondoka zake. William akawa anamtazama tu Octavia, kumbe Annabeth alikuwa anawasikia jinsi wanavyogombana na kumwita William jikoni ili amwelekeze kitu. Octavia aliporudi kazini na kupaki gari na kushuka, William akatoka na kumwomba funguo. Funguo ya gari gani? Funguo ya gari hii. Una hakika uko sawa? Kama unataka kutoka, katumia yale magari madogo. Usiniambie gari lipi la kuendesha na lipi sio la kuendesha. Yote haya ni magari ya baba yangu na hili gari ndio unalipenda, hivyo nipe funguo. Wewe kijana utakuwa na matatizo ya afya ya akili. Yalikuwa ya baba yako, kwa sasa ni ya kwangu, hivyo usijaribu tena kuniomba funguo hili gari. Akamtukana na kutaka kuondoka, akamshika mkono.